Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Waumini wetu leo hatutaongea sana kulingana na leo tuko wachache hapa kanisani. Kijana, naomba unikumbushe kifungu ambacho jana tulifikia, kama ulikuwa kanisani ulikuwa unamuelewa. Kifungu tulioishia, kama ulikuwa unaelewa jana tulisoma nini? Naomba nianuke kijana. Kijana, unakuja kanisani umeelewa? Haleluya. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Jana tulifikia kuna kifungu kinachoitwa Mathayo 7 mstari wa 7 unasema, ombeni nanyi mtapewa, tafutani nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Kwa maana abishaye atafunguliwa, au kuna yupi kwenu ambaye mwanamke ambaye ni mwanaye akimwomba mkate atampa jiwe? Waumini, mmeelewa hapo? Kwa leo hatutaenda mbali zaidi, tuko hapa tumalize ile tufunge. Basi kitu cha mwisho ni leo iliko hivi, kwa sababu hapa waumini hatujuani vizuri wengine. Tulikuwa leo na ombi moja. Leo kila mtu atatoa sadaka kulingana na uzuri wa mke wake au wa mume wake. Mnasemaje waumini? Hapo sawa. Basi na moja tuimbie wimbo wa kutoa sadaka ili tuone tatoaje sadaka. Toa ndugu, kile ulicho nacho, kile ulicho nacho utabarikiwa. Toa ndugu, kile ulicho nacho. Na mda huo mnanyanyuka jamani. Utabarikiwa. Toa ndugu, kile ulicho nacho, kile ulicho. Kijana. Naam mchungaji. Naona umetoa hela. Hela nyingi sana hiyo mchungaji. Sawa. Hii hela mimi mchungaji sijawahi kutembea katika nchi nyingi. Nilikuwa naomba swali kuuliza. Hii shilingi 50 ni sawa sawa na shilingi ngapi ya Kitanzania? Sawa na shilingi 1000 ya Kitanzania. Na 1000 tunatoa kila siku. Ina maana kwamba mke wako ni mbaya au vipi? Mke wangu mchungaji, laiti wewe mwenyewe ungemuona hata chechi ingerudi hapo. Mke wangu chakota na mapengo, sura na tisha. Yalapo ungerudisha hapa ka chechi mchungaji. Yaani hapo mchungaji nimejitahidi sana mchungaji. Ila sawa, Mungu akubariki kijana. Asante. Toa, ubarikiwe. Shangwe jamani. Jessica. Katika siku umenifurahisha ni leo kuleta sadaka ambayo nimesema kwamba mtu atakayetoa sadaka ambayo inalingana na uzuri wa mume wake kwa 10,000. Unaonekana mume wako mzuri sana. Yaani mume wangu ni handsome sana. Ubarikiwe. Amina mchungaji. Mungu. Toa ndugu, ulicho nacho. Dada wengine wabaili, ile sio mbaya. Rebeka. Ina maana hii 2000 inamaanisha nini?
Unajua nini mchungaji? Mimi 2,000 kupatia yaani hata kuipata nimefanya kazi sana, maana mume wangu aliniacha yani. Wewe uko single? Niko single hivyo. Kupata ndio hicho. Usijali, utakuwa na mchungaji kuanzia leo. Waamini jamani, pigeni kelele. Kijana. Ina maana kanisani unakuja umelewa? Kwani wote wanaenda mbinguni walewi? Sijamaanisha hivi. Ila inabidi uheshimu kanisa, maki hii ni kanisa. Kijana, kwa nini unaweka pombe mbele wakati nimesema sadaka? Heshimu, hili ni meza la kanisa. Jana sikiu. Kijana, 1,000 sawa sawa. Wewe na yule ndugu yako mnatoka mji mmoja? Kila mtu anatoa 1,000 na yule kijana amenipa 50. Anasema kwamba ni shilingi 1,000 ya Tanzania na Kenya. Hivi. Sikia? Hiyo ni hela. Hiyo ni hela. Sijakataa ni hela. Nataka kuuliza maswali mawili. Umetoa 1,000 kwa kumaanisha nini? Sadaka. Sawa, tulisema ni sadaka utatoa kulingana na uzuri wa mke wako au baya. Yaani katika 1,000 namaanisha umemaanisha nini? Mke wako mzuri au hata umetoa hela ndogo, na tulisema mtu atakayetoa hela kubwa ina maana ni mke wake ni mzuri. Mke wangu ni mzuri, ikiwezekana hadi mke wako mwenyewe ni mbaya kwa sababu. Sijaelewa kijana. Utoe 1,000. Namaanisha kwani waamini wote waliokupatia hiyo hela wewe sawa ni wazuri, lakini yona ni pesa. Pia sijamdharau mke wangu wala muumini. Yaani kijana, sijajua msimamo wako katika hii hela. Yaani unasimama upande gani? Yaani kati nilisema kwamba mchungaji leo nimekuja kwamba hatujuani vizuri, ile inatakiwa kwamba tutoe hela kulingana na uzuri wa wake zetu au kwa wanadada hawa uzuri wa mezao. Kuna wengine wametoa kuanzia 2,000, kuna wengine wametoa 10,000. Na nilipowauliza maswali mengi, ndio maana nimekuuliza hii 1,000 inamaanisha nini? Ndio sadaka nyingine zipate. Sadaka? Umekuja kutaka sadaka au umekuja kutoa sadaka? Kijana unaiba kanisani?